Ni ada ya wanadamu kukuwa na tabia ya kukopi na kuiga. Ndio unaona katika dunia kuna vijana ambao kwamba wakivaa wanajaribu kujifananisha na watu. Kuna wale wenye kuweka rasta, kuna wale wenye kuvaa kujiweka meno ya dhahabu. Katika hizi sehemu zetu utaona wengi sana kuna watu ambao kwamba wanajifananisha na wao. Lakini sisi kama Waislamu alhamdulillah tuko na kiigizo chema. Kuna mtu wa kuigwa, kuna watu ambao kwamba tumeambiwa tukitaka kuiga tuige watu kama hawa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an, qad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim, hakika yinyi mko na kiigizo chema katika Ibrahim, walladhina ma'ahu, na wale ambao kwamba walikuwa pamoja na Ibrahim alayhi salam. Maana mkitaka kuiga muigeni Ibrahim alayhi salam. Kwa katika jambo gani la kuigwa? Idh qalu liqaumihim inna buraa'u minkum mimma ta'buduna min dunillah, wale ambapo kwamba waliambia watu wao, sisi tuko mbali na yale ambao kwamba mnakuwa ni kuziabudu, mnamshirikisha nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuko mbali na hii ndio musiba ambao kwamba tuko nao sasa hivi katika ulimwengu. Watu wengi hawajui kutofautisha baina ya urafiki ya kidunia na urafiki wa kidini. Ndio utaona katika watu wanachanganyikana na watu ambao katika imani, watu wanakuwa wengi kwa mtu ahofi imani yake bali hufanya mambo ya kushirikiati. Kwa sababu gani? Kutaka kumrudisha yule ambaye kwamba ni mushrik ili wapate kukaa sehemu moja. Hii katika hatari kubwa sana. Sisi tutaka kumwiga tumigeni Ibrahim alayhi salam, kwamba wewe kweli kuna watu katika dunia ni marafiki lakini si marafiki katika imani. Kwa hivyo mambo ya imani kuna mipaka, yaani kuna mipaka katika mambo ya tauhid. Mimi ni Muislamu, nyinyi katika mambo yenu hii nikifanya itatoka katika Uislamu. Hii ndio uhakika wa mambo. Na kadhalika wakasema kama venye Ibrahim alivyoambia watu, sisi tuko mbali na mila zenu. Kwa maana sisi Uislamu tuko mbali na mila ambazo kwamba za kishirikina. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawa, tumekufuru zile mila zenu, tumezikufuru yale ambayo kwamba mnayaabudu tumezikataa. Kisha wabada bainana wa bainakum al-adawa, ni maza baina yetu sisi na baina yenu wadui katika imani. Maana sisi hatutokubali watu watukufundisha mambo kama hayo. Walbaghdha, na kadhalika chuki. Huwezi kupata muumini ambaye kwamba katika moyo wake kuna tauhid, anapenda watu washirikina, ahlal hawa, watu wenye matamanio za nafsi. Huwezi kupata mtu kama huyu anapenda watu kama hawa, kwa sababu katika moyo wake kuna imani. Kwa hivyo lazima Muislamu awe mwenye kuchukia watu wa shirki, lakini kuchukia huku si kuchukia katika imani wala si katika muamalati za kidunia pengine, lakini kuchukia katika imani ni wajibu Muislamu awe mwenye kujitenga mbali na vitu za kishirikina, awe mwenye kujitenga mbali na kuchukia ibada za kishirikina. Kadhalika kama vile Ibrahim aliambia watu wao kwamba sisi uanza uadui baina yetu sisi na nyinyi na chuki, kwa hata tu'minu billahi wahda, mpaka muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyepokeka. Hili ni katika tauhid, kwamba Ibrahim alayhi salam anatupatia kiigizo chema, kitu ya kumuiga, kwamba sisi tukitaka kuiga tufuate mila ya Ibrahim alayhi salam, mila ambayo kwamba ni bora sana. Ndio Mtume ndio Mwenyezi Mungu katika sura nyingine akatueleza kwamba inna Ibrahima kana ummatan, Ibrahim alikuwa ni umma. Bwana ni mtu mmoja anaitwa umma, kwa sababu ukiangalia Ibrahim alayhi salam utapata ndani yake kuna ushujaa, ili ukataze watu mambo ya kishiriki. Kwa sababu unaweza kuwa marafiki, lakini pale ambapo kama utasimama uambie watu kwamba hili jambo ni bovu, achana nalo, ndio pale wanaanzia. Lakini ikiwa wewe pengine unajishughulisha, ukawa ni mtu mwema, ukawa mwenye kuswali, ukafunga, ukatekeleza Uislamu, lakini haufanyi da'wa, na wewe ukifanya da'wa haufanyi da'wa ya haki, ukuni kulingania watu waache mambo ya shirki na mambo mengine, basi utakuwa na adui. Sababu mtu fulani ni mzuri, anajua kulearn how to mind his business, anajua kujishughulisha na mambo yake. Lakini pale ambapo kwamba unajishughulisha na kuonya watu kwamba hili jambo ni bid'a, hili jambo ni shirki, hili jambo ni kadha na kadha, hapo ndio uadui inaanzia, hasa na jambo ambalo kwamba ni wake. Kwa hivyo Ibrahim katika hili tunamwiga ushujaa. Kitu ya pili ni tauhid. Kitu kingine pia ni da'wa, kulingania watu, na kuna mambo mengi ambayo kwamba tunaweza kuiga kutoka baba yetu Ibrahim alayhi salam. Qanitan lillah, bi maana ni mtu ambaye kwamba
alikuwa ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu ambaye kwamba ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-muti'u lillah wal khashi, ni mtu wa kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni hali ya kuwa ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika halifan ay munharifun an millati shirki qasidan ila millati tauhid, mtu mwenye kupondoka kuegemea kutoka katika mila ya kiushirikina kwenda katika mila ya tauhid. Huyu ni Ibrahim alayhisalam. Katika mambo makubwa nafasi twingi kutoka katika batil, usio mwenye kupondokea kutoka katika haki ukiingia katika batil, bali pondokea kutoka katika batil ukaingia katika haki. Hii ndio hanafa. Hapo ndio inaweza tumika kalima kama hii katika bora. Na kadhalika ikhwan fillah, kisha Mwenyezi Mungu akisema kwamba walam yakun minal mushrikin, Mwenyezi Mungu akamsafisha wale Ibrahim alayhisalam hapo katika ushirikina. Kwa hivyo kwa Wayahudi watasema kwamba Ibrahim alayhisalam ni wetu, kwa sababu katika mitume ambao kwamba walipata bahati ni Ibrahim alayhisalam. Wayahudi wanasema ni wetu, Wanasara wanasema ni wetu, washirikina wa Makka kabla ya kusilimu walikuwa wanasema ni wetu, lakini Mwenyezi Mungu akasema kwamba Ibrahim hapo katika miongoni wa washirikina, alikataa shirki na alikuwa akichukia shirki shadida, kiasi kwamba alipokuwa akivunja yale masanamu alivunja kwa mkono wa kulia, kutubimana mkono ulio na nguvu ikhwan fillah. Kwa hivyo katika hili Ibrahim amekuwa mbali, sababu gani? Ile bidii aliyoifanya, ile juhudi aliyoifanya ikhwan fillah. Kadhalika Ibrahim alayhi salam, Mwenyezi Mungu atueleza kwamba nini, waman yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsa, mtu hakuni mwenye kupuuza mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam isipokuwa mwenye kujitia upumbavu. Mtu amejitia ujinga akawa mwenye kujitenga na mila ya baba yetu Ibrahim alayhi salam. Kisha nini? Kwa sababu gani? Hoja ziko wazi. Ibrahim alayhi salam kama alivyotoa hoja katika Qur'an, Mwenyezi Mungu asema kwamba Ibrahim alayhi salam alipotoka nje ile mara yake ya kwanza, asema falamma janna alayhi layl raa kawkaban, usiku ilipoingia kuona nyota, qala hadha rabbi, Ibrahim akasema huyu ndio Mola wangu. Falamma afala qala la uhibbu al-afilin, hii nyota ilipopotea akasema mimi sipendi vitu za kupotea. Kadhalika Mwenyezi Mungu akieleza pia falamma raa al-qamara bazigha, alipoona mwezi imekuwa ni kutoka ilipopotea, kadhalika Ibrahim akasema kadhalika mimi sipendi vitu za kupotea. Na pale Ibrahim alipoona shamsa, falamma raa shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar, alipoona nyota jua imetoka akasema huyu ndio Mola wangu na huyu ndio Mola wangu mkubwa mno. Katika hili sababu gani? Ukiangalia mwezi iko na nuru, lakini nuru yake si kama ya jua. Jua iko na mkali, iko na joto, inakuwa ni nyukwa. Kwa hivyo akasema huyu ndio Mola wangu mkubwa. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam falamma afalat qalat ya qaumi inni bari'u mimma tushrikun, ilipopotea hii jua akaambia watu wake kama vile kuwapata tanabahi kwa kuwazidua, kusema kwamba bwana, watu wangu mimi niko mbali na yale yote ambayo kama mnamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akasema inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ardi, mimi nimekuwa ni mwenye kutakasa ibada yangu na kumwelekea Mola wangu, naelekeza uso wangu, kwa maana mwelekea Mola wangu katika ibada yangu, mukhliswan, hali yakuni mwenye kumtakasia Mola wangu ibada, kwa yule ambaye kwamba fatara as-samawati wal ardi, yule ambaye kwamba ameumba mbingu saba na ardhi saba. Bi maana ikiwa mtu ataona shamsi, akiona jua, ajue kuna yule ambaye kwamba ameumba ardhi saba. Kwa hivyo jua ni katika sehemu kidogo sana katika hii ukikompea na hizi viumbe ikhwan fillah. Kadhalika Ibrahim alayhi salam, wama ana minal mushrikin, akaika wazi kadhalika mimi si katika miongoni wa washirikina. Ni wana kama si katika washirikina, ni katika muwahhidin. Kwa hivyo Ibrahim alayhi salam ni qudwa, ni imaman kwa sababu gani? Kwa sababu imaman wa watu ambao kwamba imamul hunafa, watu kutoka katika mila ya upotovu kwenda katika mila ya haki ya tauhid. Ni kadhalika imam, ni baba wa mitume, ni khalilullah, ni kadhalika pia ani Ibrahim alayhi salam. Kuna mambo mengi kwani ya kuiga Ibrahim alayhi salam, kuna mambo mengi sana kuiga mtume kama huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema mwenye kupuuza mila Ibrahim alayhi salam ama hapuuzi mila Ibrahim alayhi salam isipokuwa mtu ambaye kwamba amejitia upuzi, amejitia upumbavu. Kadhalika ikhwani fillah,
Mwenyezi Mungu asema wala qad istafainahu fi dunya, Ibrahim tulimchagua katika dunia tukampatia utumi. Na kweli Ibrahim alayhisalam ampatia cheo kubwa sana katika dini, Khalilullah. Na kuna Khalilullah isipokuwa ni Ibrahim alayhisalam na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume pia ni Khalilullah. Kwa hivyo Ibrahim alayhisalam Mwenyezi Mungu alimchagua. Wa annahu fil akhirati la minas salihin, na kesho katika akhira atakuwa katika miongoni wa watu wema ikhwani fillah. Kwa hivyo Ibrahim alayhisalam Mtume ndio sayyidul anbiya, na Ibrahim alayhisalam kama anamfuatia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili kwa ile cheo chake. Na Ibrahim alayhisalam tukiongelea taarifa yake ni kwamba hata yeye katika Qur'ani kama ilivyokuja adilla ni kwamba yeye ndiye alitumisisi Uislamu. Ibrahim alayhisalam hapo na fadhila na mambo mengi sana kumuiga. Na ikhwani fillah, hasaran katika masiku haya, masiku za ambazo kama zinaelekea kufika, kwamba inaweza kuwa Wednesday ama Thursday, masiku za Dhulhijja, awashir Dhulhijja, siku 10 za Dhulhijja zile za mwanzo ni masiku bora sana. Ndio maana tunamzungumzia Ibrahim alayhisalam, tuangalie alivyoishi katika dunia, tuangalie namna gani Uislamu ulivyomsifu ili sisi tupate kumuiga. Kwa ufupi ni kwamba Ibn Abbas radiyallahu anhu akielezea hadithi ambayo kama ni marfu, akielezea akisema kwamba fadhila za siku hizi 10 ni nini? Asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba hakuna makitendo bora ambayo kwamba itafanywa katika masiku haya 10 isipokuwa inapendeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kushinda masiku zingine zote. Masahaba radhiallahu anhu wakamuuliza wala jihadu fi sabilillah, hata jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bi maana jihadi katika siku zingine. Masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala jihadu fi sabilillah, hata jihadi katika siku zingine inakuwa thawabu zake bado ziko chini kushinda mtu mwenye kufanya ibada katika siku hizi 10 ambazo kwamba tunaenda kuingia ndani yake. Kwa hivyo katika siku kama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba illa rajulan, isipokuwa mtu kharaja binafsi, ametoka mwenyewe, wa mali, na katoka na mali yake, thumma lam yarji min dhalika bi shay, kisha mtu kama huyu akikurejea, thumma lam yarji, ama hakukurejea kitu katika yale mambo katika nafsi yake wala si mali yake, akikurejea kitu isipokuwa zote ziliisha katika uwanja wa vita. Huyo mtu ambaye kwamba katika siku zingine anaweza kushinda mtu mwenye kuswali tahiyatul masjid katika siku hizi 10 za mwanzo. Kwa hivyo katika siku hizi 10 za mwisho za mwanzo wa Dhulhijja, katika miongoni mwa ibada bora ni nini? Wewe kushikamana na swala za faradhi wa jamaa kwa wakati wake pamoja na imam katika masajid, kuleta zile tasbihat, zile dhikrullah, kula zile tasbihat subhanallah walhamdulillah zile mpaka mwisho. Kadhalika kuswali zile swala za sunna, ndio utakuwa umepatia umeheshimu masiku haya kwa kufanya ibada na tu ni kuvuna.